Raila is a great Kenyan. He's a statesman. Ni mwananchi wa taifa hili ambalo tutamkumbuka kwa vizazi vingi. Kwa heshima kubwa. Iende ikawa aliishi bila heshima. Alifungwa, alidadiliwa, alitumiwa maneno mengi, akakosa uchaguzi. But the man became a constant presence in Kenya. Kiasi cha kwamba alilete reformation na kufanya siasa zetu za nchi hii siwe bora zaidi katika bara la Afrika. Limetuleta mahali ambapo limefanya uhusiano kati ya makabila na kati ya jamii wengi wahusiane kwa njia ya kitaifa na akagusa utaifa kuliko mwanasiasa mwingine kwa miaka mingi iliyopita. So tuna heshima kubwa sana kwa Raila. Na alienda kwa wakati tunamhitaji yeye zaidi, kwa sababu amechangia mabadiliko ambayo matunda yake yanaanza kuonekana. Amepanua demokrasia katika Jamhuri ya Kenya. So kuondoka kwake ni sio tu pigo, lakini pia ni kama Kenya imepoteza nafasi ambayo ingepata mchango wa mwisho wa huyu mzee ambaye alitoa maisha yake kwa sababu ya taifa hili. Swali la pili ni kwamba kwa nini hakushinda urais? Swali hilo ni swali la karne zote. Kuna watu ambayo wametarajiwa kuwa marais na hawakuwa rais. Na kuna watu ambao hawakutarajiwa kuwa rais wamekuwa rais. Watu wengine wanafikiria ni mpango ya Mungu. Wengine wanafikiria ni watu ambao hawakuwa na bahati. Na watu wengine wanafikiria kwamba kuna ile tunaita jangio ya conspiracy of circumstances. Mimi kama mchambuzi wa kisayansi ya siasa, mimi I'm not a scientist, political scientist, but I'm consumer and a beneficiary of political science in its knowledge, in study, in what we call practical investigation and so on. Raila alikuwa victim wa the Cold War iliyokuwa kati ya the East and the West, ambayo kulikuwako na vita baridi kati ya Western capitalism system and Eastern communism. Wakati ilipofanywa kitu kiliitwa airlift of education students in the 50s and early 60s, ni kwamba wale waliosomea nchi ya Russia na kwenda nchi ya Russia, Germany, maana Raila alienda East Germany, na walienda katika Eastern countries. Mojawapo ya watu ambao walizuiliwa sana, moja ni Raila, mwingine ni J.M. Kariuki. J.M. Kariuki is a leader we lost, one of the great charismatic leaders from Mount Kenya. But why it was unfortunate that the resistance was there against him is because he had gone for studies in the East. Mwingine ni Bildad Kagia, I'm out of the 6 Kapenguria 6. Pia walikuwa ni watu wale ambao walielekea mrengo wa Eastern. Jaramogi Oginga, who is the father of Raila, alikuwa naegemea upande wa East. Kwa sababu hiyo wazungu waliokuwa marafiki wa Kenya, kama wazungu walio marafiki wa nchi zingine, walichangia sana. Na hiyo mfumo wa siasa dunia ilichangia sana Raila asipate kiti cha urais.
kwa sababu tulipopata ile post election violence 2007 wakati ilibainika kwamba nchi ilikuwa ina karibu itoke, karibu iharibike. Nchi kubwa duniani, madola ya dunia walikutana kuchunguza kiini hasa. Wakagundua kwamba walihitaji, kwa sababu wa Rift Valley walihusika sana katika hiyo reaction na the sports ya machafuko ilitoka Rift Valley. Walituita maaskofu 12 tukiitwa na wale tunaita the Security Council membership. Tukaitwa na Renebaga, yeye aliyekuwa balozi wa Amerika. Tukawa katika mazungumzo na alituambia mwenyewe, ninavyosema hivi ni maneno yaliyotoka kwenye vinywa vyao. Walisema tuliunga mkono Kibaki aapishwe, ingawa kwa kweli kupita kwake kulikuwako na kasoro. Lakini we the western countries tulisema yeye achukue. Lakini kutokana na matokeo ambayo yametokea, tunaona makosa ipo. Na akatuuliza swali, tumuondoe Kibaki tumweke Raila? Hiyo ndio ilitustusha, kwamba hata tukisema sisi ni nchi huru, kumbe wana mamlaka hayo. Mimi nilikuwa kiongozi wa hiyo timu. Yani unaweza kumuondoa Kibaki na muweke Raila? Hiyo ilitusumbua sana. Hiyo ilitusumbua sana. Na ikajibu swali la miaka mingi, kwa nini Raila na wote ambao walitoka upande wao hawangeweza kuchukua uongozi, hata kama wangekuwa na uwezo wa kuchukua. Lakini kama Raila angekuwa kijana, bado uchaguzi wa 2032 for example, au karibu, uliona jinsi alivyokaribia sasa. Ile rika iliyozoea ubebari, mambo ya magharibi na mashariki, wale na uwezo wa mashariki na magharibi imepungua. Na kumekuwako ile gap iliyokuwako kati ya nchi hizo, kwa sababu mambo ya Cold War ili collapse in 1980s. Ikaanguka, lakini mabaki yake bado ilitenganisha dunia. So na ningalijibu kama msomi ya kwamba sababu ya Raila kupoteza mara kwa mara haikuwa kwa sababu hakuwa na uwezo, lakini kwa sababu kulikuwako na mpango kimsingi na kutoka wahisani waliosaidia nchi zote kwa sababu ya urafiki. Safi.